Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nashukuru Mungu sana, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, ambayo Mungu amenituma ninene na yeye asubuhi ya leo. Na mtumishi wa Mungu ambaye ako katika studio leo hii, mtumishi wa Mungu Mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church ambaye inapatikana hapa Nairobi, Dandora Phase 4, nyuma ya Karea Supermarket. Asubuhi ya leo Bwana amenituma kwako na neno lake, neno la ushindi, neno ambayo ni ya uweza, neno la mamlaka. Asubuhi ya leo Bwana amenituma ninene na mtu mmoja, yule mtu ambayo ni mtu ambaye anapojitazama maisha yake anaona ya kwamba kwa hakika amefika mwisho, hajui aanzie wapi, hajui jinsi ya kuendelea. Mpendwa, Bwana amenituma kwako na kuna neno la Bwana ambayo Bwana amenipea. Ndiposa ningekuomba tu ya kwamba utulie na usikize neno la Bwana na tuombe na wewe, kwa sababu Bwana akona mpango nzuri na maisha yako. Hata kama unaona ya kwamba umefika mwisho, Bwana amenitupea neno lako, neno ambayo itakusaidia, neno ambayo itakuinua, neno ambayo itakuponya, neno ambayo itakutia nguvu, neno ambayo itabadilisha nia na lengo yako siku ya leo. Wacha tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Samueli wa kwanza 30 kuanzia 1 hadi 8. Nitaacha tu hapo, ni refu lakini nitasoma mpaka hapo na Bwana anaenda kutubariki pamoja. Andiko inasema katika kitabu cha Samueli cha kwanza 30, andiko inasema hivi kuanzia 1. Andiko inasema ya kwamba siku ya 3 baadaye Daudi na watu wake walirudi Ziglagi. Wameleki walikuwa wamekwisha shambulia Gehebu pamoja na mji wa Ziglagi na kuteketeza kwa moto. Walikuwa na mateka wanaume na watu wote waliokuwa mjini humo, wakubwa kwa wadogo. Wao waliotekwa waliondoka nao wakiwa hai bila kuwaua mtu yeyote. Daudi na watu wake walipofika mjini, walikuta mji umeteketezwa na wanawake na watoto wao wa kiume na kike wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu wake waliangukia kilio, wakalia hadi walipoishiwa nguvu. Wale wake wawili wa Daudi, Ahiomaini kutoka Yezreeli na Abigaili mjane wa Nabali, nao pia walikuwa wamechukuliwa mateka. Sasa Daudi akiwa katika matatizo makubwa, kwa kuwa watu wake walikuwa na uchungu rohoni mwao kwa kupoteza watoto wao, hivyo wakawa na wanatisha kumpiga mawe. Lakini Daudi akajipa moyo kwa kujitegemea Mwenyezi Mungu wake. Daudi akamwambia kuhani Abidhari mwana wa Amileki, niletee kibao cha ukuhani. Abidhari akamletea. Daudi akamwomba Mwenyezi Mungu ushauri. Je, genge hili nimfuate? Je, nitawakamata? Mwenyezi Mungu akamjibu, lifuate kwani utalipata kuokoa wao waliotekwa. Na Bwana abariki neno lake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu ambayo Bwana amenipea asubuhi ya leo, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya wewe kupatikana ili tupate kuzungumza pamoja na wewe. Mungu amenituma kwako. Kama ni wewe utasikia ya kwamba ni wewe ambayo hali ambayo unapitia ni hali ya uchungu. Wewe ambayo hali ambayo unapitia ni hali ambayo unaona ni aibu. Wewe ambayo hali unapitia ni hali ambayo unashangaa
jinsi utakavyomaliza. Bwana wa majeshi amenituma kwako nizungumze na wewe. Wewe ambayo hali ambayo unapitia sasa hivi ni hali ambayo unaona ya kwamba umeshambuliwa na madeni na hujui hata vile utakavyomaliza. Madeni ambayo unadaiwa ni mingi. Bwana amenituma kwako. Wewe ambayo unadaiwa madeni mingi, wewe ambayo kwa karibu miezi 3-4 hujalipa nyumba, Bwana amenituma kwako. Wewe ambayo unaona ya kwamba mambo ni ngumu, wewe ambayo unaona ya kwamba ugonjwa imekupeleka mpaka mwisho, umetumia pesa nyingi lakini hakuna matibabu umetumia lakini hakuna uponyaji, Bwana amenituma kwako ambayo unaona ya kwamba umefika mwisho. Bwana amenituma kwako wewe mama ambayo vita ya ndoa, vita ya familia, vita ya nyumba imekulemea, umelia mpaka umefika mwisho. Bwana amenituma ya kwamba ako na ujumbe wako. Tulia, kaa chini ili tusemezane, kwa sababu Bwana wa majeshi aliye na huruma kushinda kila mmoja amesikia kilio chako na amefika akuongeleshe ili upate kuenda kwa njia ya Bwana. Mpendwa msikilizaji, wewe ambayo hali ambayo watu ambayo wamekuchukia, wewe mchungaji ambayo watu wamekuchukia, hasa wachungaji wenzako kwa sababu ya kazi ya Mungu unayofanya, watu wamekuchukia. Bwana amenituma kwako. Bwana wa majeshi amenituma kwako niongee na wewe na usikize hii kwa umakini, kwa sababu kuna jinsi Bwana anainuka, ametazama yale ambayo umepitia, na Bwana wa majeshi ametazama na amenituma ninene na wewe. Mpendwa msikilizaji, wewe mtoto ambayo hata sasa hivi umefukuzwa, uko kwa nyumba na watoto wenzako wanasoma, ama hujaingia shuleni na wenzako wanasoma, umelia mpaka umefika mwisho, ujui uanzie wapi na umalizie wapi, na kilio haijaleta msaada yeyote, Bwana amenituma kwako. Amenituma ninene na mtu yeyote ambayo katika kila biashara unayofanya, unajaribu kila mbinu, umejaribu kila mpango, lakini biashara yako hakuna hata kitu kizuri inaonekana. Vile unavyojaribu ndio inazidi kuwa mbaya, Bwana wa majeshi amenituma kwako. Niko na ujumbe wako mpendwa. Bwana wa majeshi amenituma niongee na wewe. Mimi mtumishi wa Mungu, Bwana amenituma nikuelekeze kwake, yeye aliye na jawabu ya maisha yako. Andiko ambayo tumesoma inaongea kuhusu Daudi. Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpenda sana. Wakati unapitia hiyo haimaanishi kwamba Mungu hakupendi. Wakati unapitia dhoruba hiyo kali, biashara imeanguka, wakati unapitia hiyo hali ngumu, ndoa haina amani, watu ni malumbano asubuhi, malumbano mchana, malumbano usiku, hulali. Na leo hii hata unapoamuka huna, ujui uanzie wapi. Umejaribu kila mbinu ambayo umefundishwa na binadamu na hakuna suluhisho. Bwana amenituma kwako. Biblia inasema ya kwamba Daudi mtumishi wa Mungu alikuwa mwanajeshi hodari, alikuwa ameteuliwa na Mungu, alikuwa anapendwa na Mungu, lakini bado kuna dhuruba ilikuja. Nimekuja nikuambia kwamba katika maisha yetu kuna dhuruba huwa inakuja, na haimaanishi kwamba Mungu haikupendi, haimaanishi kwamba Mungu amekuacha, haimaanishi kwamba Mungu hayuko na wewe, haimaanishi kwamba mtu anapookoka sasa hawezi kulia, hawezi pitia changamoto. Kuna changamoto uko nayo asubuhi ya leo ambayo uko na maswali kadhaa, unajiuliza hii nitamaliza aje? Wale wanayokudai madeni wameshuka, kila huyu mmoja anapiga simu, huyu akimaliza kupiga simu na hujapata na jibu ya kumpea, mwingine anapiga. Bwana amenituma kwako, anasema ya kwamba anajua hali ambayo unapitia na amekuja akuelekeze jinsi ya kufaulu, jinsi ya kuinuka, jinsi ya kukuwa mwana hodari tena. Mpendwa msikilizaji, wewe ambaye unapojiangalia, unajaribu wewe msichana ambaye unaponiangalia, unajaribu kila kijana anapo ku approach kwa mambo ya ndoa, mwishowe anajiondoa, ama mwishowe anasema ya kwamba sio wewe, anajiondoa, na unakaa katika kilio. Bwana amenituma kwako, tulia ili tuende pamoja. Andiko inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Daudi ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpenda sana, lakini katika hiyo harakati alipoenda katika vita, Biblia inasema ya kwamba ikulu yake ikavamiwa na wake ambayo anapenda sana, anapenda sana wakachukuliwa.
na wakatekwa nyara pamoja na watoto wake, na sio tu wake pekee, hata wanajeshi wake ambaye amekuwa nayo jangwani kwa siku mingi akipigana, wote wametekwa nyara, na wake wao na watoto wao wakaendwa nao, na zile ambayo zimebaki zikachomwa. Leo hii Bwana amekuja ni kuongoleshe wewe ambaye unapoangalia maisha yako kila kitu imechomwa. Hakuna kitu kizuri unayoweza kuona katika ndoa, hakuna kitu kizuri unayoweza kuona katika familia, hakuna kitu kizuri unayoweza kufurahia katika biashara, hakuna kitu kizuri ambaye unaweza furahia katika huduma. Kila kitu unapotazama inaonekana imechomwa. Kila kitu unapotazama inaonekana hakuna kitu kizuri. Bwana wa majeshi amenituma kwako wewe mpendwa. Wacha kukasirika, wacha kukuwa na mbio, wacha kukuwa na hali ya kutuamini Bwana. Bwana amenituma kwako asubuhi ya leo ninene na wewe ambaye unapojitazama asubuhi ya leo kuna kilio tupu uko nayo, kuna wasiwasi mingi uko nayo, kuna kushindwa ndio macho yako inaona. Bwana amenituma asubuhi ya leo niwe chombo ya kuongea na wewe, ya kwamba hata mtumishi wake Daudi, yule ambaye anapendwa, yule ambaye ni mwanajeshi, yule ambaye anasema ya kwamba nimependezwa na Daudi mtumishi wangu, alipitia yale ambayo unapitia. Hiyo ndio kwa sababu Bwana wa majeshi anapotazama hata kesi ambayo uko nayo kotini, wewe ambayo Bwana ananielekeza ya kwamba kuna kesi uko nayo kotini na watu wote wamekugeukia, unaona ya kwamba umebaki peke yako. Na shukuru Mungu ya kwamba judgment haijafanywa, na sio wao watafanya judgment. Yule ambaye ako na judgment mkononi mwake ndio huyo amenituma. Hiyo ndio kwa sababu niko hapa mpendwa asubuhi ya leo ninene na wewe ambaye unapojiangalia unasema ya kwamba hapana, maisha yangu imefika mwisho. Unawaza kila mawazo wewe ambaye tayari unawaza hata kujinyonga, unawaza hata kupotea, unawaza hata kutoka katika nyumba yako, unawaza kutoka katika biashara, unawaza kutoka kujitoa uhai. Bwana amenituma kwako ya kwamba wacha kufikiria kama binadamu. Biblia inasema ya kwamba Daudi akalia mpaka akachoka, akalia mpaka akakosa nguvu ya kulia tena. Mpendwa msikilizaji, andiko inasema ya kwamba wakati kama huo Daudi alipoona ya kwamba amefika mwisho, na tena sio tu kufika mwisho, wenzake wala ambaye alikuwa nayo nje, wala ambaye alikuwa nayo vitani, wala ambaye alikuwa ametengeneza kama wanajeshi shujaa wake, wala ambaye wanafaa wamsaidie, wanapanga kumpiga mawe. Mpendwa, najua ya kwamba uwezi fikiria mambo ingine ambayo ni positive, mambo ingine ambayo inafurahisha wewe, ambayo inakupea tumaini, kwa sababu unapozidi kuwaza ndio mambo inazidi kuwa mbaya. Daudi mambo ilikuwa alipozidi kulia na wenzake wanamsaidia kulia, yeye akiwa na huruma ya kwamba watu wa Mungu wanaangamia, lakini watu wote walikuwa katika kilio. Najua ya kwamba kuna kilio unapitia, lakini Bwana wa majeshi amenituma ya kwamba niongee na wewe, ya kwamba katika hiyo hali unalia, Bwana ako na jawabu. Anakutazama, anakuona. Wewe ambaye unafikiria kujitoa hata uhai, Bwana anakutazama. Ndio kwa sababu ya asubuhi ya leo hungeenda kufungua station nyingine, ungefungua tu Yule TV ndio usikie yale ambayo Bwana asema. Wewe Bwana ako na wewe na jambo, sikia neno la Bwana. Andiko inasema ya kwamba Daudi alipokuwa katika hali ya kulia akalia, lakini akagundua kwamba ndio anaendelea kulia, ndio anaendelea kuomboleza, ndio anaendelea katika hiyo stress na wasiwasi, ndio anaendelea katika hiyo hali ya kutuona ya kwamba ushindi ya Bwana inawezekana, lakini mambo inazidi kukua mbaya. Amefika mwisho, lakini sio mwisho ya kwamba kuna jawabu, mwisho ya kwamba mambo inazidi kukua mbaya. Wewe ndio Bwana amenituma asubuhi ya leo ninene na wewe ambayo mambo yako haiendelei vizuri. Yaani kila wakati ukimaliza hii dhuruba hii inaingia, ukitoka hapa ukisonga mbele kitu kingine kibaya ndio unaona. Bwana amenituma niongee na wewe ya kwamba wacha kulia, yeye ako na jawabu. Andiko inasema ya kwamba Daudi akauliza kohani ya kwamba uniletee hiyo vazi, uniletee hiyo vazi ya ephod, uniletee hiyo vazi ya kuvaa wakati mtu anageuza
mawazo yake, anageuza nia yake. Wapendwa, umevaa vazi mbaya, umevaa vazi ambayo haina tumaini, umevaa vazi ambayo sio ya kuinua Bwana, unavaa vazi ambayo ni ya uchungu, ya hasira. Bwana amenituma nikuongeleshe ya kwamba vua hiyo vazi. Kuna vazi, kuna effort, ni vazi ambayo mtu huwa anavaa anapoenda mbele ya Bwana. Bwana amenituma niongee na wewe ambayo umekunja uso, wewe ambayo uko na hasira, wewe ambayo unalia, wewe ambayo unapojiangalia unasema ya kwamba mimi sioni kitu kizuri ndani yangu. Bwana wa majeshi amenituma niongee na wewe ambayo unapojiangalia unasema ya kwamba sioni. Watoto sasa niko nayo 3 high school, na kila mmoja wanaitisha school fees, kila mtoto wanasema ya kwamba wanafukuza. Mimi nimekopesha madeni, wewe ambayo umekopesha madeni ujui ya kwamba hata huyu anakudai, huyu anakudai. Wewe ambaye hata sasa hivi tunapoongea hata chakula cha kukula huna, na watoto ndio hawa wako kwa nyumba, uniform mwenyewe hakuna, vitu ni ngumu. Landlord ndio huyu, umejalipa nyumba miezi 3-4 anakutisha. Bwana wa majeshi amenituma nikuongoleshe ya kwamba wewe wacha kufikiria kama binadamu. Wapendwa, wacha kufikiria vile unavyokula, vile unavyovaa, vile unavyoishi. Kwa hiyo miaka umekuwa nayo haijakuwa kwa nguvu yako. Bwana wa majeshi amenituma kwako wewe mpendwa niongee na wewe ambaye unapojitazama unasema ya kwamba no, haiwezekani. Wapendwa, dhuruba hii ambayo umekuwa naye, imekuwa watu wengi wamekuwa nayo, kila kizazi ambayo leo hii wanaona ya kwamba wamefaulu, wamepitia hiyo moto, na hakuna yule ambaye huwa anapitia moto bila moto kumtengeneza. Wapendwa, Daudi alikuwa amepitia hii moto na ni mfalme, ameteuliwa, amepakwa mafuta, ni mpako wa Mungu. Hata wewe ambao unapitia mazito, hata wewe ambao unapitia uchungu, wewe pia ni mpako wa Mungu. Nimekuja nikuambie, wacha kuona ya kwamba umefika mwisho. Mwisho yetu yule anayeamua ni Mungu mwenyewe. Nimekuja niongee na wewe mpendwa, wewe ambaye unapojitazama unasema ya kwamba sioni. Ninapojitazama ndoa yangu vile ilivyo sioni. Wewe ambaye unapojitazama familia yako unasema ya kwamba hapana. Wewe ambaye unapotazama biashara yako unaona ya kwamba hakuna dalili. Wewe ambaye unapojitazama, nimekuja niombe na wewe, nimekuja niongee na wewe, na Mungu amenituma niwe chombo na niombe na wewe ya kwamba mawazo yako ibadilike, nia yako ibadilike. Wewe ambaye unapojitazama umefika mwisho, unapojiangalia unasema ya kwamba mimi sioni. Bwana baada ananiambia ya kwamba mwisho yako ndio mwanzo yake. Hata unataka mwanzo mpya ambayo ni Yesu Kristo. Najua ya kwamba aibu huwa inafanya watu wanaogopa. Aibu huwa inaitisha watu. Biblia inasema katika kitabu cha miujiza ya kwanza ambayo Yesu alifanya katika kitabu cha Yohana 2 hapo yenyewe inasema ya kwamba pale kwa harusi, wenye harusi walifanya mpango na wakaalika hata Yesu na mama yake Maria. Na Yesu hakualikwa peke yake, akaalikwa na wanafunzi wake. Na kwa sababu gani alialikwa? Wenye harusi alijua ya kwamba katika harusi yake maadui ni wengi. Katika harusi yake mambo sio kawaida, maadui ni wengi. Adui hafurahii hiyo ndoa, hiyo harusi ya kwamba iunganishwe na ikae mzuri. Andiko inasema ya kwamba jambo ambayo walifanya ni kwamba walialika Yesu pia katika hiyo harusi. Na kwa hakika vinywaji, vileo zikaisha na harusi haribu ikaanza kuonekana. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu hawa wapendwa wakakuwa na maarifa na wakaalika Yesu. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nimekuja nikuambie mpendwa ya kwamba kuna hali unaweza kuwa unapitia, kuna dhuruba unapitia, kuna vitisho unapitia, kuna kudaiwa unadaiwa, kuna mambo unapitia ambayo hata saa zingine huwezi eleza hata jirani. Watu wanashangaa kwa nini umehuzunika, watu wanashangaa kwa nini wewe huna amani, watu wanashangaa ile stress uko nayo ni nini, watu wanashangaa ya kwamba mwili yako ambayo ilikuanga sawa imerudi chini. Bwana wa majeshi amenituma ya kwamba nikuambie ya kwamba wacha hiyo mavazi, vua hiyo mavazi ya wasiwasi, vaa mavazi ya tumaini, vaa mavazi ya furaha, vaa mavazi mpya, mavazi ya kuita Bwana, mavazi ya kuambia Bwana ya kwamba nimefika mwisho, mavazi ya maombi, mavazi ya kucheka tena. Bwana wa majeshi amenituma wewe ambaye uko na wasiwasi ujui uanzie wapi, ya kwamba vaa. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo hali Daudi akaitisha mavazi kwa kuhani.
Daudi akawa anajua ya kwamba ndiyo nimefika mwisho. Kilio haijanisaidia, kilio haijabadilisha hali, kilio imefanya hata wanapanga kunitupia mawe, kuniua kwa sababu sijakuwa mtu wa maana. Mpendwa, naongea na wewe. Najua ya kwamba familia yako leo hii wanapokuangalia wanakuona wewe bwana, ambayo familia, watoto na mama wanapokuangalia wanakuona kama mtu ovyo, mtu ambayo ameshindwa. Wewe mwanaume, wacha hiyo hali ya kuonekana ya kwamba umeshindwa. Hiyo familia mahali umefika nayo haijakuwa kwa nguvu yako, haijakuwa kwa uweza wako, haijakuwa bidii yako, imekuwa neema ya Bwana. Na leo hii unasema unapanga kujiondoa, unapanga kujinyonga. Bwana wa majeshi amenituma nikuambie ya kwamba wacha kufikiria kama mwingine, wacha kilio, wacha kuhuzunika. Vaa mavazi ya effort, mavazi ya maombi, mavazi ya kuinuka, mavazi ya kusema ya kwamba sio nguvu yangu, sio uweza wangu, Bwana wa majeshi ndio akona uweza. Biblia inasema ya kwamba Daudi akachoka na kilio na akaitisha mavazi ya effort ndiyo avae, mavazi ambayo mtu anapojiangalia anasema ya kwamba sio kwa nguvu yangu, hii familia siwezi peke yangu, inahitaji Bwana. Andiko inasema ya kwamba ikalazimisha Daudi aende katika hekalu, akavaa mavazi ya hekalu, akavaa mavazi ya maombi, akatoa ile sura ya kushindwa, ile sura ya kulemewa, akakataa na akasema ya kwamba kwa hakika sio kwa nguvu yangu, sio kwa uweza wangu, na akaanza maombi na akauliza Bwana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu unayonitazama asubuhi ya leo, Bwana wa majeshi amenituma kwako ya kwamba kuna ugonjwa uko naye. Kuna vile umejaribu, umezunguka mahospitali zote, umejaribu kila hospitali Kenya, hapa Nairobi umejaribu, hata kila umejaribu, pesa imeisha. Bwana amenituma nikuambie ya kwamba nguvu za binadamu haina mwelekeo. Unaweza kuwa unakimbia sana, na haimaanishi kwamba anayekimbia sana ndio atashinda mbio. Haimaanishi kwamba aliye na nguvu sana ndio atashinda vita. Yule ambaye anashinda vita ni yule aliye upande wa Bwana. Bwana wa majeshi amenituma mpendwa ya kwamba wewe mpendwa, kuna hali unapitia. Wacha kuona ya kwamba umeshindwa. Wacha nikushuhudie kidogo. Kuna wakati kuna dadangu ambaye ananifuata alitolewa nyumbani akaletewa Nairobi, na tukajaribu nayo hospitali ya Kenyatta, tukajaribu Nairobi Hospital, tukajaribu Aga Khan, tukatumia pesa zile tungekuwa nayo, tukakopesha, tukajaribu kila kona na tukanunua kila dawa. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu mwishowe, nilipofika mwisho, nikasema ya kwamba mahali tumefikia tuko na madawa, mahali tumefikia tumeenda katika kila hospitali, mahali tumefikia tumeenda katika kila kona, na tumekaa ya kwamba mahali tumefikia kama ni matibabu, basi tumefika mwisho. Juu hakuna hospitali nzuri kama Kenyatta, hakuna hospitali nzuri kama Nairobi Hospital, hakuna hospitali nzuri kama Aga Khan, na hizo zote tumejaribu, hakuna mabadiliko. Lakini hali ni ile ile. Unaweza kuwa katika hiyo hali ambayo ni ile ile, lakini nashukuru Mungu ya kwamba tulisema ya kwamba hapana, tunamrudisha kwake nyumbani, na tukashika mikono huko nyumbani na tukaomba, na mwishowe tukaambia kila mmoja ya kwamba huyu dada yetu tuache kwa mkono wa Bwana. Sijawahi ona mtu yeyote akiangamia akiwa kwa mkono wa Bwana. Na mwishowe tuliona kama huyo dada yangu, wiki moja dada yangu akaanza kupata nguvu, wiki mbili dada yangu akaanza kutembea, wiki ya tatu dada yangu akakuwa sawa, na leo hii ako sawa kabisa. Kwa sababu gani? Tulimwache kwa mkono wa Bwana. Hata wewe unayohangaika na mambo ya kukimbia huku na huku kwa sababu ya ugonjwa, ni mwisho umejaribu mpendwa. Kuna uwezo wa nguvu wako. Hata kama unalia, mabadiliko ikuji kwa sababu ya kulia, mabadiliko ikuji kwa sababu ya mambo yoyote. Mabadiliko inaletwa na Mungu mwenyewe. Hiyo ndio kwa sababu nimekuja nikuambie ya kwamba una hali unapitia, kuna dhoruba inakulemea, kuna mwisho unaona umefika, lakini katika hiyo mwisho vaa nguo ya effort, nguo ya maombi. Inamaanisha kwamba nguvu yako na uweza wako na mtazamo yako yote elekeza kwa Bwana, kwa sababu ya ushindi na neema ya Bwana. Nimekuja nikuambie ya kwamba Bwana wa majeshi, yule anayekutazama, yule ambaye anajua ana suluhisho ya maisha yako, amenituma nikuambie ya kwamba anaelewa mateso yako, anajua ya kwamba umefika mwisho. Sio mambo ya kujinyonga, sio mambo ya kujitoa uhai, sio
mambo ya kutoroka katika familia, sio mambo ya kutoka katika biashara, sio mambo ya kuleta kilio, ni mambo ya kugeukia Bwana. Anayefika mwisho kuna suluhisho kwake Bwana. Aliyefika mwisho, Ayubu alipitia mateso, Ayubu alipitia mambo mazito, Ayubu alipitia aibu, Ayubu aliona uchi, Ayubu alipitia vifo, lakini mwishowe Ayubu akagundua kitu kimoja, ya kwamba kunaye jambo. Akasema ya kwamba nimekubali, ya kwamba hata kisiki ile imekatwa, ile ambayo haina maana tena na imekauka, hakuna kitu kizuri ndani yake tena, hiyo kisiki ikivuta tu, ikinusa tu harufu ya maji, inaweza kuwa na uhai tena. Nimekuja ni kuambia mpendwa, ya kwamba inaonekana umekatwa, ndoa yako inaonekana imekatwa, biashara yako inaonekana imekatwa, na huduma yako inaonekana imekatwa, na adui anajua kukata. Lakini andiko inasema, Ayubu anasema vizuri ya kwamba jambo ambayo ameonja yeye mwenyewe, na Roho Mtakatifu ananifunulia asubuhi ya leo ni kuambie wewe ambaye unaonekana ya kwamba umekatwa, uko peke yako. Bwana wa majeshi anayetutia nguvu ametutia nguvu, akiniambia nikueleze ya kwamba unaonekana umekatwa, lakini ukinusa tu harufu ya maji, ukigeuka tu mawazo yako na uelekeze kwa Bwana, ukigeuka tu nia yako na urudi kwa Bwana, ukigeuka tu nia yako na urudi kwa kuabudu Bwana, basi utaona ukuu wa Bwana, basi utaona uweza wa Bwana. Bwana amenituma niwe chombo, niombe na mtu mmoja ambayo ameona ya kwamba kwa hakika mimi nimefika mwisho. Ndoa yangu nimejaribu, uweza wangu nimejaribu kufanya kila jambo. Wamama wenzangu wamenifundisha yale ya kufanya kusaidia ndoa, hakuna ile inafanya kazi, inazidi vile navyofanya ndio inazidi kuwaka moto. Katika hii ugonjwa nimepitia hali ngumu, nimetumia pesa. Bwana ametuma niombe na wewe. Wewe ambaye umesikia hii neno, nataka niombe na wewe. Ambayo biashara yako inaangamia, nataka niombe na wewe. Ambayo watoto wako wanapotea, vile unavyozidi kuwatengeneza, kuwaweka kwa nyumba, ndio wanazidi kuwa wambaya, wamefika mwisho, jina yako imeharibika, watoto wamekuwa watu wabaya, watoto sugu. Lakini nataka tuamini Bwana, wewe ambaye umesikia hili neno, Bwana wa majeshi amenituma niwe chombo, na nikuambie wewe ambaye umefika mwisho ya kwamba geukia Bwana. Kilio haileti mabadiliko, kulalamika haileti mabadiliko, hali ngumu haileti mabadiliko, hali ambayo unapitia na kulalamika haileti mabadiliko, lakini kuvaa mavazi mpya. Yule ambaye amefika mwisho, kwa mavazi ya kicheko, mavazi ya kutegemea Bwana, mavazi ya furaha na kuita Bwana katika hali yako, inaleta mabadiliko. Kama unaamini hilo neno katika hali yoyote, hata kama sijataja hali ambayo unapitia, nataka niombe na wewe. Nataka niite Bwana wa majeshi aliyenituma, yule ambaye anajua hali unapitia. Nataka tu shike TV yako, nataka tu iname chini, nataka tu utazamie Bwana. Wacha kutazama na hiyo macho nje, macho yako itazame katika kiti cha enzi cha Bwana, na usikie na tuunganishwe na maombi hii katika jina la Yesu. Bwana wa majeshi, Alfa and Omega, mwanzo tena mwisho, yule ambayo anajua yale ambayo huyu mtazamaji na msikilizaji wangu anayepitia, nimemleta huyu kwako Bwana, nikiwa na hakika ya kwamba anayeleta mabadiliko katika maisha, katika hali, yule ambaye amefika mwisho. Kwa hakika Bwana wa majeshi, sio tu kusema wamefika mwisho, na wewe unajua ya kwamba wamefika mwisho. Wamejaribu kila mpango, wamejaribu kila nguvu, wamejaribu kila njia, lakini wamelemewa. Mtumishi wa wako wa Daudi alipofika mwisho, akaitisha efod na akavaa, na Bwana wa majeshi hakuaibika. Hata huyu mpendwa wameitisha ya kwamba msaada wao utoka kwako pekee. Naomba Bwana wa majeshi ya kwamba ingilia kati. Yule ambayo akona kesi ambayo imemlemea, yule ambayo kuna madeni anadaiwa, yule ambayo kuna ugonjwa imemlemea, yule ambayo ndoa yake inasambaratika, na alipotazama na macho yake ya kawaida anaona ya kwamba amefika mwisho, wewe ndio umenituma ni waongeleshe. Wewe ndio umenituma Bwana wa majeshi ya kwamba suluhisho inatoka kwako, na
ninakuomba ya kwamba uingilie kati ili jina lako litukuzwe. Ingilia kila ndoa, ingilia kila biashara, ingilia kila vita, ingilia kila hali ambayo wanapitia. Bwana, naamini ya kwamba hawataona aibu, hawatashindwa, hawatalemewa, kwa sababu msaada utoka kwako. Pokea sifa na utukufu. Unaposimama na Loliwe TV, inua hii station juu Bwana. Simama na mwenyewe na kila mfanyakazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sifa na utukufu ni zako, kwa sababu hata nchi yetu ya Kenya unainua juu katika jina la Yesu. Amen. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, aliyekuwa ananena na wewe ni mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church. Tunafanya Nairobi hapa Dandora phase 4, nyuma ya Karia Supermarket, chini ya Bishop Covered Juma ambaye ako kule fedha, na Mungu anazidi kutubariki. Namba yangu ya simu ni 0722 115714, 0722115714, ama namba yangu ya Airtel ni 0733736040, 0733736040. Namba yangu iko hapa kwa screen. Naomba tu uchukue namba yangu, piga simu ama tuma message, na tutaomba na wewe kwa jambo lolote ambalo unapitia. Bwana wa majeshi akuinue, akutie nguvu, akusimamie katika kila jambo. La sivyo tukutane wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you the body